Yohane sura 14 aya 23 hadi 29. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi itakapotokea mpate kuamini. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi wapendwa katika Bwana, bado tumo katika kipindi cha Pasaka. Tunasherehekea ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo huyu aliyeshinda mauti, Kristo huyu ambaye ni mzima, anaendelea kuwafundisha mitume wake, anaendelea kuwafariji, anaendelea kuwatia moyo ili wasikate tamaa katika maisha yao ya utumishi. Kama tulivyosikia katika somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya kwanza hadi ya pili na 22 hadi 29, basi tumesikia juu ya watu wa kwanza namna walivyopokea Kristo. Pamoja na hao walikuwa Wayahudi, lakini pia walikuwa watu wengine kama wapagani, watu ambao hawakuwa Wayahudi. Walisikia mahubiri ya mitume, wakati tayari kuwafuata, wakati tayari kubatizwa. Na katika makundi haya mawili basi ukuwepo utaratibu ambao walipaswa kufuata. Na kama tulivyosikia katika somo la Injili, katika somo la kwanza hili, hawa ambao wametoka katika Uyahudi na kuwa Kristo, basi walitaka yale mambo walikuwa wakiyafanya kama Wayahudi waendelee nayo, ili watu waweze kumjua Kristo, waweze kumwamini Kristo. Moja ya jambo ambalo ilikuwa kama tatizo, kama changamoto, basi tulisikia wakisema Wayahudi kwamba ili mtu aweze kuwa Mkristo, aweze kuongoka, aweze kuokoka, aweze kumfahamu Kristo, sharti la kwanza ilikuwa ni kutahiriwa. Hii ikawa ni kikwazo hasa kwa wale watu ambao ni wapagani. Hizi sheria za Kiyahudi zikawa changamoto kwa watu wengine ambao hawakuwa Wayahudi. Kama tulivyosikia katika somo hilo la kwanza, basi mitume wanakaa pamoja, wanafanya mkutano, wanajadili kuangalia kwa namna gani basi wanaweza kuondoa changamoto za aina hiyo. Hitaji hili la kutahiriwa, kama tulivyosikia wanavyosema mitume, halikuwa jambo ambalo lilipaswa kumfanya mtu kuwa Mkristo. Hizi tu zilikuwa sheria za Kiyahudi, sheria ambazo zilikuwa sio alama ya mtu kuwa Mkristo. Kama tulivyosikia hawa mitume, basi wanatoa ujumbe au wanatoa waraka baada ya kukaa na kuongea. Wanawatuma mitume miongoni mwao, basi waende wakawaambia watu wa Antiokia namna gani ambavyo wanapaswa kumjua Kristo, namna gani wanapaswa kuyafanya yale ambayo yanampendeza Kristo. Kati ya yale waliandika, basi yafuatayo ndiyo ambayo waliwaambia watu wasiweze kujihusisha nayo au yaache, ili waweze kumjua Kristo, waweze kumwamini Kristo, ili waweze kupata wokovu. Jambo la kwanza ambalo waliwaambia kwamba wazingatie ni kwamba waliwaambia wajiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Jambo la pili, wajiepushe na damu.
Jambo la 3, waweze kuepuka nyama zilizosongolewa, na jambo la 4, waweze kuepuka uasherati, yaani uchafu. Hayo ndio mambo yalikuwa ya msingi ambayo mtu yeyote anayetaka kuwa Mkristo sharti awe tayari kuepuka mambo ya aina hiyo. Masuala ya kutahiriwa, kutahiriwa hayakuwa jambo la msingi kwa ajili ya kupata wokovu. Mitume wanaeleza watu wa Antiokia, watu ambao wanampokea Ukristo, wakisema wajiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kimsingi, mtu anapomtumia au anapokula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, anaonesha ushirika wake na watu wanaofanya ibada za namna hiyo, yaani wale watu wanaoabudu sanamu. Hivyo agizo hili lililenga kuwazuia Wakristo wa Antiokia kujihusisha na ibada za kipagani za kuabudu miungu ya uongo, yaani sanamu. Wanapaswa kuachana na imani kwa miungu mingi na kumgeukia Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu mmoja, ambaye wanapaswa kumwamini, ambaye ndiye huyo hawa mitume walikuwa wanamhubiri. Haya maneno ambayo mitume wanawaambia watu wa Antiokia ndiyo haya ambayo yanakuja hata kwetu sisi katika wakati huu. Ili kwamba tuweze kumjua Kristo, tuweze kumwamini Kristo, lazima tuwe tayari kuacha hiyo miungu na kumgeukia Mungu mmoja. Lakini pia wanasema kwamba wajiepushe na damu. Kwa nini wanasema hivyo? Kwa Wayahudi damu ilikuwa inaashiria uhai. Hivyo kwa maana pana walikuwa wanawaambia kwamba kujiepusha na damu basi kunamaanisha kwamba waweze kujiepusha na vitendo vyote vya kutoa uhai kama vile kuua. Nasi pia tunaendelea kupewa ujumbe wa aina hiyo kwamba ili tuweze kuwa Kristo kweli, basi tunapaswa kujiepusha na mambo ya damu, hasa yale mambo yanayoharibu uhai wa mwanadamu, yanayoondoa thamani ya mwanadamu, ili tuweze kuonesha ule upendo wa Kristo, kwa tayari kujaliana, kwa tayari kuzana, kwa tayari kufarijiana, ili katika hayo tuweze kumjua Mungu, kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu, lakini mwisho tuweze kupata uzima wa milele. Lakini kama tulivyosikia, wanaambiwa kwamba wajiepushe na nyama zilizosongolewa. Kwa nini wanaambiwa hivi? Ni kwamba hizi ni nyama za wanyama waliouawa kwa kunyongwa shingo badala ya kuchinjwa kawaida. Namna hii ya kutoa uhai wa wanyama iliashiria ukatili. Hivyo hawa mitume wanawaambia watu waliopokea Ukristo kwamba kula nyama hizi kulimaanisha kubaliana na ukatili. Hivyo anatoa agizo lililolenga basi kuacha ya mambo ya ukatili, ili waweze kuonesha moyo wa upendo, moyo wa kujali, moyo wa kusaidia sio watu tu, lakini kuwa tayari kuwatunza hata wanyama, ili Mwenyezi Mungu azidi kutukuzwa katika yote yaliyoumbwa na yeye. Lakini pia jambo jingine, kuepuka uasherati. Kama nilivyosema, neno uasherati wao walimaanisha maana ya uchafu. Agizo hili lilenga kuwazuia Wakristo wa Antiokia kujihusisha na vitendo vya uzinzi, uasherati na mahusiano yote ya kimapenzi ambayo siyo halali, mfano kuoana au kujamiana kwa watu wenye uhusiano wa karibu wa damu. Maamuzi yao yaliwanufaisha makundi yote haya mawili, sio Wayahudi tu, sio wale wapagani, bali wote kwa pamoja. Kwa kuyafuata hayo na kuyaishi hayo, basi na maana watakuwa wamemjua Kristo, watakuwa wamemfahamu huyo Kristo mfufuka na kuwa tayari kuishi hayo maisha ya Ukristo. Tunajifunza nini katika somo hili la kwanza? Jambo la kwanza ambalo tunajifunza kama tulivyosikia ni kwamba tunajifunza kwamba wokovu haupatikani kwa mambo ya nje, bali kwa kuepuka dhambi. Ili tuweze kupata wokovu, sharti tuwe tayari kuachana na mambo ya dhambi, kuachana na dhambi, kuwa tayari lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani mwetu kwamba yeye ni mwema, basi iweze kudhihirika katika maisha yetu ya kila siku. Kutahiriwa ni jambo la nje kama tulivyosikia. Wakristo wa Kiyahudi hawakuelewa kuwa mambo ya nje hayampatie mtu wokovu, bali maisha safi, maisha ya kuepuka dhambi ndio yanayomfanya mtu kuwa au kupata wokovu. Hata sisi leo tunaweza kugeuka kwenye kishawishi kama hiki, yaani kuachana na mambo kama haya ya Kiyahudi, hasa kwa kutumia viashiria vya nje kwamba mtu labda ni mweusi, ni mfupi, ni mnene, mtu aina hii, basi anaweza kumjua Mungu, kumpenda Mungu au kumtumikia Mwenyezi Mungu. Viashiria vyote hivi vya nje basi haviashirii imani yetu.
bali kila ambacho kinatoka ndani ya mtu, yaani matendo. Muonekano wetu nje sio kiashirio cha kujua Mungu, sio kiashirio cha kupata wokovu. Matendo yanayotoka ndani mwetu ndiyo haya ambayo yataashiria, yatakayoonyesha kwamba tunamjua Mungu, tunampenda Mungu, tunamtumikia Mungu. Haitusaidii kitu kujionyesha kwa nje kuwa sisi ni watu wa ibada, watu ambao tunahudhuria au kanisani, watu ambao basi mara nyingi tunatoa misaada maarufu, lakini ambayo ile ya kujionyesha. Vitu ambavyo vitatufanya sisi tuonekane kwamba kweli tunamjua Mungu, tunampenda Mungu, ni pale ambapo kila kitu tutakachokifanya, tutakachokitenda, yale ambacho kinatoka ndani ya mioyo yetu, kwamba kiwe na nia njema, kuonesha upendo kwa Mungu, upendo kwa jirani, kwa tayari kuachana mambo ya giza, kwa tayari kuachana mambo ya kuabudu pesa, kwa tayari kuachana mambo ya waganga. Hili katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaumba ikiwa mema, hasa ya kumsaidia mwanadamu, kwa tayari kudhihirisha katika maisha yetu ya kila siku. Matendo yetu yadhihirishe kweli Ukristo wetu, kama ambavyo nimekuwa nikisema kila mara kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa kufuata amri za Mungu, na amri hizi 10 zote zimejengwa katika msingi wa amri kuu moja, amri ya upendo, kwamba yote tunayafanya, tunayatenda, basi aweze kudhihirisha upendo huo, upendo kwa Mungu, upendo kwa jirani. Kwa njia hiyo utamjua Mungu, utampenda Mungu, utamtumikia Mungu, lakini mwisho utaweza kupata uzima wa milele. Jambo jingine ambalo tunajifunza katika somo hili la kwanza ni kwamba tusiwatwike mizigo watu wengine katika safari hii ya wokovu. Hawa Wayahudi wanawatwika mzigo hawa watu ambao hawakuwa Wayahudi kwa sharti hilo la kutahiriwa. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kumsaidia mwingine katika safari yake ya wokovu. Tusaidiane na kuelekezana katika yale yaliyo muhimu katika safari yetu hii ya wokovu. Mitume wanaona wazi kuwa wanawalazimisha Wakristo waliotoka kwenye upagani kutahiriwa ni sawa na kuwatwika mizigo usiokuwa na faida kwa wokovu wao. Kwa bahati mbaya, hata baadhi yetu sisi kama wachungaji, sisi kama Wakristo, sisi kama waamini tunajikuta kwamba tunawatwika mizigo waamini wengine. Yale mama basi ya muhimu, yale mama basi ya lazima kwa ajili ya wokovu wetu, tunataka kuyafanya kwa lazima kwa Wakristo wetu, tunafanya kwa lazima katika wokovu wetu. Jitahidi kwa tayari kusaidiana, hasa kwa kuhurumiana, hasa kwa kuthaminiana, hasa kwa kusaidiana katika mambo mbalimbali, katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika kanisa, ili kila mmoja alipo basi aweze kuona safari ya wokovu ni safari ambayo ni nyepesi. Kama kauli mbiu ya mwaka huu, mwaka wa Jubilei, inavyotuambia kwamba sisi ni maujaji na maujaji katika matumaini, kwamba tunakuwa tayari kusaidiana kwa kufarijiana, kutiana matumaini bila kubebeshana mzigo. Lakini pia jambo jingine ambalo tunajifunza ni kwamba katika maisha yetu ya kila siku, vikao, mikutano ni njia nzuri ya kutatua migogoro. Tumesikia mitume baada ya kuona tatizo, baada ya kuona changamoto kama hizi, wanakutana, wanakaa pamoja. Kitendo cha mitume na wazee kukaa pamoja, basi kunatafuta ufumbuzi wa migogoro, yaani kwa ajili ya kuleta suluhisho yale yote yaliyotokea katika jumuiya hiyo, ambayo pia ni fundisho kwetu sisi kwamba ili tuweze kupata suluhisho na changamoto na migogoro na matatizo ambayo yanatukumba katika jamii, lazima tuwe tayari kwa pamoja, kushauriana, kufanya vikao, kufanya mikutano. Ni ndani ya familia kuna changamoto, baba, mama, basi na watoto, tukae tuangalie changamoto tulionayo kwa pamoja, tunaweza tukaitatua namna gani. Katika jumuiya tukae pamoja, tushirikishane kila mmoja kila anachokiona kwamba kimo ndani wake, lakini mwisho wa siku tusaidie sisi kupata suluhisho. Mitume wanapata changamoto hii, wanakaa pamoja, na tunaona kwamba kweli baada ya kukaa pamoja wanatoa suluhisho la ile changamoto waliokuwa nayo, hasa ya kutowatwika mizigo watu wengine. Wanapata ufumbuzi wa yale ambayo yalikuwa ni changamoto katika jumuiya. Lakini pia ili kuleta amani na utulivu katika jumuiya yoyote, ni lazima ukubali kuacha baadhi ya matendo, mila na desturi na vionjo vyetu kwa faida ya wengine. Wapagani wanapaswa kuacha mambo yao ya kipagani ili waweze kuishi kwa utulivu na Wakristo waliotoka kwenye Uyahudi. Hata sisi tunaalikwa wakati mwingine kuacha mambo yetu yale ambayo tunaona kwamba dada kwetu sisi yanatufaa, lakini kwa wengine hayafai.
tuwe tayari kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine, kuwa tayari kwa ajili wengine, kuwa tayari kwa thamini wengine kuliko kujiangalia sisi wenyewe. Kwa njia hiyo utaweza kufanya kanisa letu lizidi kustawi, lizidi kuwa imara, ili ile lengo ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani mwetu liweze kutimia, yaani na kupata wokovu. Lakini pia katika somo la Injili kama tulivyosikia, basi Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kuwafundisha mitume, anaendelea kuwatia moyo, anaendelea kuwaimarisha, hasa pale ambapo wanaanza kuwa na wasiwasi, wanaanza kuwa na uoga. Tukitambua kwamba hawa mitume basi Kristo walimuona kama mtu mkubwa kati yao, na walitaka kumfanya kuwa mfalme ambaye atakuja kuwaokoa asipana na pekee kutoka katika ule utawala uliokuwepo, utawala wa Kirumi. Anapoanza kuambia habari za kifo chake, habari za kufa kwake, wanaanza kuwa na wasiwasi. Lakini Kristo tunasikia kwamba anawaambia kwamba msifadhaike, yeye bado yuko pamoja nao, hata kishaondoka ataweza kuwapatia msaidizi, atakaendelea kuwaimarisha, atakaendelea kuwapatia amani na kuendelea kuwafundisha yale yote ambayo basi Kristo anataka kuwafundisha. Hiyo katika Injili ya leo Yesu anajibu mahangaiko hayo ya mitume wake. Yesu anahakikishia kuwa hawatabaki peke yao, kwani ataendelea kuwa nao kwa namna mbalimbali. Namna ya kwanza kama tulivyosikia, na anasema kwamba ataendelea kuunganika nao na yeyote ambaye atashika neno lake, kwamba atakuwa pamoja nao hasa kwa wao kwa tayari kushika neno lake, yaani kubali mafundisho yake. Ataendelea kuwa na mtu huyo kiroho kwa yeye pamoja na Baba yake kufanya makao ndani ya mtu huyo anayeshika neno lake. Ndiyo haya anatuambia hata sisi kwamba katika mahangaiko yetu, katika changamoto tulizo nazo, unapokuwa tayari kushika neno lake, kuwa tayari kusikiza Kristo anatuambia nini, yeye pamoja na Baba wataendelea kuwa pamoja nasi, wataendelea kututia nguvu, wataendelea kufariji, wataendelea kutuimarisha ili tuweze kulifikia hilo lengo la kuumba kwetu. Lakini pia namna nyingine ambayo Kristo anawaambia mitume kwamba atakuwa pamoja nao, anasema kwamba Baba yake atamtuma Roho Mtakatifu kuwasaidia mitume na kuwakumbusha yote ambayo Yesu aliyafundisha. Hivyo Yesu anawataka wanafunzi wake wawe na amani, wasiwe na wasiwasi wala mahangaiko mioyoni mwao, wala wasiwe na woga, hasa kwa kuambia amani waachieni, amani yangu nawapa. Amani ya Kristo kama tulivyosikia, na yeye anatuambia ni tofauti na amani ya ulimwengu huu. Yeye anapatia amani ambayo ni amani ya kweli. Amani ya ulimwengu huu wakati mwingine sisi kama Kristo tunaitafuta katika mambo ambayo wakati mwingine siko iliko. Wakati mwingine tunatafuta amani katika masuala ya mali, katika masuala ya mke au mume, katika masuala ya kuwa na watoto, na mambo mengine kama viashiria vya nje. Kumbe wakati mwingine baada ya kupata vitu vya aina hiyo, baada ya kutupa amani, vinatupatia mahangaiko, vinatupatia mateso. Amani ya kweli tunaipata katika kushika neno la Mungu. Amani ya kweli tunaipata katika kuwa tayari kwa ajili wengine, kuwasaidia wengine, na katika kuwatunza hayo, kuyaishi hayo, basi tunamjua Mungu, tunampenda Mungu, na mwisho tunaweza kupata uzima milele. Tuombe Mwenyezi Mungu katika kudumisha na msaada takatifu, licha changamoto tunazokumbana nazo, shida tunazokumbana nazo, tuendelee kumwamini yeye, mtegemee yeye, tumwamini yeye, na tuwe ndani ya kanisa moja ambalo lenyewe liko tayari kwa kukusanya watu wa kila aina katika pande zote za ulimwengu. Tumesikia katika somo la pili na kutoka kitabu cha Ufunuo kwamba Yohane anaona ndoto, kanisa ambalo ni laashiria kanisa Katoliki, kwamba milango kila upande liko tayari kupokea kila mmoja. Unapomwamini Kristo, unapoingia katika kanisa, ina maana unakuwa miongoni mwa wale watu ambao wameitwa na Mungu, kwa sababu inapokea kila mmoja. Ina maana katika changamoto zetu, wasiwasi tunakuwa nao, woga tunakuwa nao, tunakuwa tayari kufarijiana, tunakuwa tayari kutiana matumaini, kupeana moyo, lakini zaidi kuendelea kulishika neno la Mungu, ili mwisho yote basi tuweze kufikia uzima wa milele na tuweze kumtukuza Mungu pamoja na malaika huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.